Naam, habari hizo wakati tena mpenzi mtazamaji wa Angel Update, tunakusogezea taarifa kutoka mkoani Songwe ambapo tunakuarifu kuwa maadhimisho ya Juma la Elimu Kimataifa mwaka huu yamefanyika mkoani Songwe katika wilaya ya Momba, halmashauri ya mji wa Tunduma. Tukio hilo lililofunguliwa rasmi na Katibu Mkuu wa Wizara ya TAMISEMI likihusisha wadau mbalimbali wa elimu kutoka ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa washiriki walioshiriki ni pamoja na shirika la Room to Read, shirika la kimataifa lenye makao makuu yake nchini Marekani, ambao wao wanajihusisha na kuimarisha usomaji, uzalishaji wa maktaba pamoja na kusaidia elimu kwa watoto. Maadhimisho hayo bwana yanalenga kuhamasisha uhusiano wa elimu bora na jumuishi kwa watoto, hasa katika malengo maeneo ya mjini na vijijini. Angel TV tumezungumza na mdau wa Room to Read na alikuwa na haya ya kuzungumza. Sana mradi huu wa usomaji na maktaba. Katika mradi wa usomaji na maktaba tunashirikiana na serikali na jamii katika kuhakikisha kwamba tunawajengea watoto stadi za kusoma na kuandika mapema kabisa. Kama mnavyofahamu, changamoto kubwa hasa kupitia katika ripoti za serikali ni kwamba bado watoto wengi wanashindwa kusoma na kuandika vizuri. Kwa sisi ndio baada ya kuona hivyo ndio tumekuja tukajielekeza katika eneo hilo ili kusaidia kwamba watoto hao wapate zile stadi za kusoma na kuandika mapema. Sasa tunafanyaje mradi huu? Mradi huu kwa sababu tunafanya kazi pamoja na serikali na tunaufanya katika shule za msingi za serikali. Katika shule za msingi za serikali tunachofanya, tunatoa kwanza mafunzo kwa walimu wanaofundisha somo la kusoma na kuandika kwa darasa la kwanza na la pili. Mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo wa namna ya kufundisha hizi stadi za kusoma na kuandika kwa haraka zaidi. Kwa hiyo lengo letu ni hilo, kwamba tunatoa mafunzo ili walimu waweze kufundisha kwa ufasaha watoto ili baadaye tupate matokeo kwa haraka. Kwa katika mradi huu kama nilivyosema, tunafanya kazi katika shule mbalimbali za msingi Tanzania. Kwa tunakuwa pia tunafanya ule ufuatiliaji endelevu. Hatuishi kumpa mwalimu mafunzo tu, ila tunakuwa tunafanya ufuatiliaji endelevu pamoja na kutoa usaidizi pale ambapo tunabaini mwalimu amepata mafunzo lakini bado anakumbana na changamoto. Lakini jambo lingine tunalofanya katika mradi huu wa usomaji na maktaba ni pamoja na kushirikiana na jamii kuanzisha maktaba katika shule mbalimbali ambazo tunafanya kazi. Kama ninavyoelewa kwamba ili mtoto aweze kupata umahiri katika kusoma na kuandika, anapaswa kufundishwa darasani na mwalimu ambaye amepata mafunzo, lakini jambo la pili, mwanafunzi huyo anatakiwa apate sehemu atakaofanyia mazoezi ya hicho ambacho amefundishwa darasani, na sehemu mwafaka ni katika chumba cha maktaba. Na ndio maana nimesema tunashirikiana na jamii na serikali katika kuweka vyumba vya maktaba katika shule zetu ambazo tunafanya nazo kazi. Kwa mtoto akifundishwa darasani akaenda maktaba, hii itamsaidia kupata zile stadi mapema. Yaani inakuwa kama sehemu ya kufanyia mazoezi. Stadi yote lazima ifanywe mazoezi ili mtu awe mahiri katika stadi hiyo. Lakini tuishie hapo, tunafanya kazi na maafisa wa serikali kwa karibu zaidi kuhakikisha kwamba adhima inafanikiwa. Mfano tunafanya kazi na maafisa elimu kata au tunafanya kazi kwa ujirani kabisa, kwanza katika ufuatiliaji kuona walimu shuleni wanafanyaje katika ufundishaji na kuwapatia usaidizi. Lakini tunafanya kazi na hata maafisa elimu wa wilaya. Maafisa elimu wa wilaya ndio wasimamizi wakuu katika wilaya kwa masuala ya elimu. Kwa tunafanya nao kazi kwa karibu ili pia kuhakikisha kwamba kazi zetu zinafanikiwa. Lakini jambo lingine tunalifanya hapa ni kuandaa machapisho bora ya usomaji. Na ninaposema machapisho bora ya usomaji namaanisha vitabu kama mnavyoviona hapo mezani. Hivyo ni vitabu ambavyo sisi shirika Room to Read tunaviandaa ili kwamba watoto wapate vitu vya kusoma. Kama utamfundisha mtoto kusoma na kuandika lakini hana kitu cha kusoma, itakuwa ni bure tu. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunatengeneza machapisho ya kusoma, lakini machapisho haya yawe ni machapisho bora. Ndivyo vitabu vya hadithi. Lakini mbali na hapo, tunajua kwamba tukisema tuende na hivyo vitabu vya kuprintiwa hivyo tu peke yake, tutachelewa sana kufikia jamii kubwa ya Kitanzania. Kama unajua vitabu hivi kuprinti ni gharama. Kwa tumekuja na mradi mwingine ambao unaitwa mradi wa maktaba mtandao. Mradi huu una mkusanyiko wa vitabu vyote ambavyo tunavyo katika print format, kwa vinapatikana katika maktaba mtandao, na ni hiyo maktaba mtandao yenyewe ni free kuitumia na inapatikana nchi nzima na unaitumia wakati wowote. Ni bando lako tu la internet ndio utaweza kuitumia maktaba hii vizuri. Kwa maktaba hii inatusaidia kuondoa ile gap la upatikanaji wa vitabu. Kama tungesema tu tuna supply vitabu vya kuprintiwa ingekuwa ngumu sana nchi nzima, hebu jaribu kufikiria. Lakini kwa maktaba mtandao, mzazi au shule wakiwa na labda na computer lab wanaweza kuaccess hii maktaba. Mzazi akiwa na smartphone anaweza kuaccess hii maktaba, akiwa na laptop anaweza kuaccess, na ni free tu kutumia maktaba hii. Kwa hiyo ndio jitihada kubwa ambazo tunazifanya ili kuhakikisha kwamba tunatimiza ile adhima yetu ya kumwezesha mtoto wa Kitanzania aweze kupata zile stadi za kusoma na kuandika kwa haraka zaidi. Asante.